Hujambo mpenzi mtazamaji wetu, leo ikiwa ni tarehe 12 ya mwezi 12 mwaka 2025. Leo tumekita kambi kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Egerton kuhakikisha tu kwamba tunafuatilia kwa karibu zaidi shughuli za uvuvi ambazo zinaendelezwa katika ziwa Naivasha. Na leo nimepata fursa maridhawa, fursa ya aina yake, kujumuika na mmoja wa wavuvi ambao wamekuwa wakifanya kazi au wamekuwa wakishughulika katika eneo hili la Naivasha au katika ziwa hili la Naivasha, na atakuwa tu anatuchorea taswira kamili ya jinsi ambavyo shughuli za uvuvi zimekuwa zikiendelezwa hapa, zile changamoto ambazo wamekuwa wakipitia, na vile vile mwito wao kwa serikali wa kile ambacho wanatamani serikali ikuwa inafanya ili kuhakikisha kwamba wanaweza kuboreshewa mazingira yao. Labda mzee wangu tu ukiweza tu kujitambulisha kwa majina yako na utueleze kwamba hii kazi ya uvuvi umekuwa ukifanya kwa muda upi? Mimi kwa majina ni Daniel Toili. Huu uvuvi tulianza 2012 mpaka wa leo, na tumejaribu tu, imetusaidia kwa maana area hii haikuwa na rasilimali ile kila mtu anaweza pata ajikimu kimaisha. Lakini sasa vile serikali ilitukubali, ikaanza kutupea barua. Najua wakati hiyo hatukuwa na support. Ndio. Tukianza watu walikuwa wanaingia tu mguu, lakini wakati hiyo sasa mguu wanyama ni wengi, huwezi tembea, una freedom, hatukuwa na barua. Kupatikana na serikali naye ilikuwa na kuumiza. Lakini sasa vile walilia, wakaanza kutupatia barua. Walianza na 12, kuja barua 27, lakini sasa tuko 80 something. Lake Naivasha Character Beach peke yake. Na labda unaweza tu kumwelezea mtazamaji wetu, ukitazama pale kamera, kwamba ni changamoto zipi ambazo nyinyi kama wavuvi mmekuwa mkizipitia katika shughuli yenu ya kila siku ya uvuvi katika eneo hili au katika hili ziwa Naivasha? Hatukuwa na njia maalum ya ku access Lake Naivasha. Hata kitambo tupate njia ya kuingia hapa, wengi walipoteza maisha kwa maana mapwanyenye walikuwa wamefunga njia. Hatukuwa na uwezo wote wa kuingia kufika Lake Naivasha. Lakini sasa tulikuja pamoja kama jamii, tukasema kwa maana tulikuwa na njia hapa, tukaifuatilia, tukasema hiyo njia lazima wanafunga, tunapomoa, nafunga, tunapomoa. Mwisho serikali ikasema waache tusimamie njia, kwa maana sisi tunataka njia pekee huko juu iingie mpaka kwa lake. Hatutaki space kubwa. Sasa serikali ikasimamia, ikasema hiyo kesi tulie kwanza, tuendelee wakati wanafikiria watatupanga aje. Na jambo lingine ni kwamba ni kitu kipi hiki ambacho kinakufanya wewe kwamba mzee, kwamba unaamka kila asubuhi kujituma kwamba unakuja katika hili ziwa kufanya shughuli hii ya uvuvi, ikizingatiwa kwamba ni shughuli ambayo iko na changamoto nyingi? Ni kitu gani hiki ambacho kinakupatia motisha wa kila siku kuhakikisha kwamba unajituma kila uchao, kila asubuhi mpaka jioni, mpaka kesho yake, mpaka ile kesho ingine, kuhakikisha kwamba unafika kufanya shughuli hii? Ni uzoefu wa kazi. Alafu kazi yetu hii haina ugumu mwingi. Bora wewe ingie, unajua tu utakosa mapato. Yaani haina tu una strain sana ndio upate. Bora wewe tu upate kiasi yako, uamke uingie leo, ungetapatikana. Na vijana kwa sasa unapata kwamba vijana wanalia kwamba hakuna kazi. Haswa vijana wengi ambao wamesoma wanajipata katika njia panda, kwamba wanamaliza kusoma na swala zima la kupata kazi linakuwa ni kizungumkuti. Wewe kama mzee ambaye una uzoefu, una tajriba na umekwepo katika sekta hii ya uvuvi kwa muda mrefu, unaweza kuambia nini vijana kama, au ni ushauri upi ambao unaweza kuwapatia ili kwamba wasikae tu pale nyumbani wakingojea kwamba serikali iwape ajira? Wanaweza kufanya nini? Vijana waje waone vile sisi tunaipenda hii kazi yetu. Ukipenda kazi, unajua ukipakua utakula. Lakini yetu tumeipenda. Yeyote yule atapenda hii kazi, anaingia. Haina changamoto mingi. Wewe ukishaingia hapa, useme hii kazi yenyewe ni ya uchafu. Lakini iko na mapato.
Sasa upenda kazi yako. Ina maana kwamba vijana lazima wajitume. Wajitume na ile kazi wanapata yote waipende. Na wasiseme kwamba nimesoma siwezi kuja nikashika samaki, hii kazi ya samaki ni chafu. Huwa tunasoma ili tupate pesa. Na hiyo pesa nikishika samaki ni pesa. Si ndio pesa tunataka? Ndio. Na wito wako labda kwa serikali, maana unajua hii kazi lazima mpate mchango pia wa serikali. Ni kitu gani hiki ambacho mungetamani kwamba serikali iweze kufanya ili iwaboreshe zaidi mazingira yenu ya kazi? Unajua sasa saa hii maji yameshapanda. Na sasa tunakaribia hao matajiri. Na wamefunga manjia. Sisi hata ukifukuza na kiboko hapa ndani hakuna mahali utaepea. Stima. Siona wameweka stima. Sasa wakati wameweka stima, kiboko na kufukuza na huku ni stima. Unaona sasa hapo either ufe ama uruke kwa stima. Kumaanisha kwamba ungependa serikali ifanye nini haswa? Iwe na ituwajie allowance au watu wakituwajie allowance kutoka kwa maji mpaka kwa majirani zetu. Yaani tuwe free. Huwa tunasema eti riparian. Kutoka kwa maji mpaka mahali wana fence. Sisi sasa unaweza kupitaje kwa maji tu? Huwezi kanyaka nje. Na wanyama saa hii wako nje wengi sana. Asante sana mzee wangu kwa muda wako. Na jinsi ambavyo umesikia ni kwamba mzee huyu anaweza tu kutoa rai kwa serikali kwamba ijitahidi zaidi kuweza tu kuimarisha miundombinu ikiwemo barabara na vile kuangazia jinsi ambavyo inaweza kujenga mandhari mazuri kwa ajili ya shughuli hii ya uvuvi, maana wanachangia pakubwa zaidi katika kapu la uchumi la kitaifa. Na hayo ndio ambayo tumekuwa nayo kwa sasa. Tunaendelea kukita kambi papa hapa katika ziwa hili Naivasha, na lolote ambalo litakuwa likichipuka na kuibuka tutakuwa tunalileta mbashara katika kingamuzi cha televisheni yako. Jina langu ni Noah Wesonga.